Kama Mungu ametuheshimisha, ametufikisha mahali pazuri, jamani, tuwajali wengine. Unajua ukila umekula umeshiba na unavaa nguo mpaka zimejaa kabatini mpaka zinaanguka, yaani unazipanga mluni mpaka zinaanguka, unaweza kujua maisha ndio hayo. Jaribuni kuchunguza na kwa wengine. Unapokuja kusali hapa, angalia na wengine hivyo wanabadilishaga nguo. Si unafikiri tunakaa tu kama uko binafsi, kama ni wewe tu. Ishi kwa ajili ya watu wengine, usiishi kwa ajili yako. Tukibebana namna hii na kueleza hivi, shetani ni ngumu kupata nafasi ya kutudhuru, ni ngumu, kwa sababu sisi sote ni ndugu. Lakini lazima tupeane nguvu, namna kushinda ulimwengu huu, namna kushinda maisha. Niwafundishe tangu mwanzo, kama kanisa la TAG Deliverance Assembly, na kama mshirika hapa unataka kufika mbali kimafanikio, jifunze kuwa humbleness, jifunze kuwa na upendo, wapende watu wote. Ratiba ya maisha yanayo Mungu, si tupendane humu ndani. Una magenge mawili ya nyanya, unafokea watu. Unajua kuna watu wa ajabu hii dunia. Yaani kwa hiyo unapofanya na kufanya tena, sio unapoteza. Anasema Yesu, anasema tupeni mkate juu ya bahari nanyi mtauona tena. Kuna mkate juu ya bahari utabaki. Nawaambia pandeni mbegu, wapeni watu vitu. Yesu anasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa kwa kusukwa na kushindiliwa. Tenda wema. Hii dunia sio ya babako. Tenda wema, tenda wema mpaka eleweke. Na kwa kuwa sasa Mungu amewafanikisha na wengi mmeanza kupata baraka, tendeni wema, anzeni humu ndani. Kamateni watu humu ndani, wapeni kazi. Sasa tukisema sasa hivi shetani aje kuloga watu hapa awaue, wewe unafikiri Mungu anaanza na yupi? Wewe ambaye hata usaidia hata mtu mmoja. Mimi akija anasema huyu ni prophet. Akija kwangu anasema hapana. Mmoja, anahudumia kanisa watu 1000. 2, anasaidia wajane. 3, anasaidia yatima. 4, amebeba watoto wa watu wengine anawasomesha. Kwa sababu hiyo huyu abaki. Sinaleta faida kwenye ufalme. Jamani, amina. Beba moyo huo na kufundisha. Hata mwanamke yule Dorcas alifufuliwa kwa sababu alitenda mema, si kweli? Heri kutoa kuliko kupokea. Msomage neno heri kutoa kuliko mwelewage hiyo. Wanaopokea mara nyingi wanakuwa maskini, wanaotoa ndio wanakuwa matajiri. Yaani mkono wa hivi utakesha. Hata wewe muombaji ukishakuwa na mkono wa hivi utakesha. Yaani kwa Mungu kamkono ka hivi, kwa watu kamkono ka hivi, utakesha. Kimafanikio utakesha. Na waeleza huyo aliye naye hapo jirani ni malaika. Wewe unamchukulia poa, chukulia poa. Mimi wale wenzangu nimewafungua wale watumishi, nimewaambia hivi, msinifananishe. Kuna mahali nimefunguliwa ufahamu. Nafanyaga kama natupa, lakini ukweli ni kwamba kila unachotoa ni mbegu. Kila unachotoa nini? Ni mbegu, kitaota. Kwa hiyo huyu uliyekaa naye usimchukulie poa, mbadilishie mazingira. Chukua hata mtu mmoja ujivunie. Yaani ukiingia kanisani alivyopendeza, anafanya hivi kanywele, unasikia yes. Unasema tukufu kwa Bwana. Jamani, amina. Yaani mtu unampendezesha mtu mmoja, unakuna msurprise mtu mmoja wako umemchagua, yaani ni kumpa tu pamba. Yaani wewe mwenyewe ukimwona unasikia yes. Kwa kweli utukufu kwa Bwana. Wewe unafikiri Mungu, yule mtu unafikiri atanyamaza kukuombea? Ubaili wako uombewi kwa sababu wewe ni baili. Na hela unaishia viazi tu na maji ya kunywa. Lakini ukiondoa ubaili utaombea na wengi. Sikutanii. Leo lishike neno hili la shukrani. Ondoa moyo wa ubaili, uwe na moyo wa upendo, wasaidie wengine. Wewe jirani yako abadilike. Hawezi kusuka kila siku tena kilioni, wewe mara una hivi, mara una hivi, mara hivi. Wewe unafikiri sawa hiyo? Wewe hata mafuta unayopaka ukimwangalia uso wa mwenzako, unaona mafuta anapaka ni yenyewe? Unaona ni yenyewe hayo? Na wewe Mungu amekupa neema. Si umchukue tu hapa umpeleke sehemu ambapo wewe unachukua mafuta yanakubali. Si umwambie naomba dada, unampa mafuta huyu kila mwezi. Akimaliza atakuja kuripoti hapa. Wewe unaongea neno moja tu. Akimaliza mafuta aje achukue mafuta. Hakisha ngozi yake imekaa sawa. Ni dhambi? Hela zote tunakaa nazo za nini? Na hapa tuishi milele. Hapo lazima tuishi kwa burudani. Tusapotiane.